Karibu katika mapinduzi ya filamu hapa nchini, na leo nimepata bahati ya kupiga naye story. Mama mmoja hivi anakuja kuvaa karakta ya Bichao. Namuona kabisa huyu Bichao. Na hii tunaizungumzia filamu ya Father. Yeye amecheza kama Kabula, lakini jina lake halisi anaitwa Mariam Hutenga. Karibu tupige story mbili tatu. Asante. Mimi nataka niongee na Mama Wile hapa. Ongea naye tu, haina shida. Mama Wile, umekuwa chachu wa tabia mbovu ama kuharibikiwa kimaadili kwa mtoto wako. Kwa nini unaruhusu kitu kama hiko kitokee kwenye kizazi chako? Ndio tulivyo mama. Ndio tulivyo mama. Mama mtoto wake hata siku moja afanye kitu kibaya. Kila siku mtoto wake mama anafanya kitu kizuri. Na ndio maana kuna misali, mtoto kwa mama hakui. Unadhani mama yako angekulea vile leo ungekuwa Mama Wile? Sasa unajuaje? Labda naye kanilea kama Wile mimi. Ndio maana na mimi Wile anakuwa kama mie mama yake. Sawa. Kitu gani uliamini na ukaamua kwa nini mwanangu anasemwa tu hovyo wakati si hivyo? Mimi ndio mama, nasema mwanangu iwe siwe anakuwa hivi. Pale ulipomkaribisha yule bibi aliyekuja kupiga hodi akamuuliza Steve, pale ilikuwaje? Yule binti alikuja. Anamuulizia Steve yupo? Mimi mwanangu alikuwa sio Steve jina lake. Mwanangu mimi jina lake Wile. Hasa nashangaa na katoka huko mimi Steve. Mwisho kabisa anatoa picha. Hivi umesema huyu ni mpenzi wako, si ndio? Ndio baba, unamfahamu? Wile. Huyu aitwa Steve, huyu anaitwa Wile. Hapana. Huyo ni manager wa benki, anaitwa Steve. Manager wa benki. Huyu ndio Steve. Huyu sio Steve. Huyu anaitwa Wile. Ndio anakuja sasa na ile mimba. Mimba ya Wile. Mambo ndo akazidi kwa mabaya kwa Wile mle ndani. Maana kama unavyoona baba yake jinsi alivyokuwa anamchukia yule mtoto. Baba ampendi hata kumuona. Na yule binti keshaongopewa huyu Wile. Tena ana majumba, ana magari, ana kila kitu. Wile mwenyewe kumbe kadimtemwa mla makoche. Pangu pakavu. Hana ganda, hana risasi. Nilicheka sana kia Mungu, nilipenda pale. Nilipenda sana. Binti anakuja, anajua anakuja kukaa kwa mtu mambo safi. Meneja wa benki. Meneja wa benki, mwenye vitu vyake, kumbe anakuja kula ukoko wa meno pale. Lakini inaonekana ni tabia yake. Una tabia ya kumloga mume na nini, umemloga yule mzee mpaka sikii umempanda hadi kichwani. Hii inakuaje ili weje sasa? Si nilikuwa nataka hela alidandasi ile. Yule mzee kumbuka pale kapchukua alidandasi yake ujue. Alafu kumbuka mzee ana mama mtoto wake alishazaa nayo. Ana watoto. Kwa hiyo na mimi pale ndo nimebahatika kupata mtoto mmoja. Yaani kwa wazee kama wale natakiwa mtu kukuruke hata watatu. Ili kwa sababu akiwa mtoto mmoja Mungu anamwangalia huyo. Binadamu anamwangalia huyo. Wewe unamwangalia huyo. Mtoto wake atakuwa mtoto wa aina gani? Kwa hiyo ndio vile sasa mwanangu sitaki ambiwe lolote. Kwa hiyo ulikuwa unafanya lichukua chako mapema. Sasa haukuwahi kumuonea huruma? Hapana, sikuwahi kumuonea huruma. Na hivyo ulifurahia kuolewa na mzee Makoe? Mzee Makoe mimi kunioa sijawahi kufurahia. Mimi pale nilienda kufuata mali. Kumbuka mzee Makoe alikuwa akachukua lidandasi yake. Kwa hiyo pale nilifuata mimi mali. Na nilivyozaa ndo nikabidi kufurahi kabisa. Nikaona kabisa kama huyu mzee sio wa leo, wa kesho. Huyu atakufa tu. Alafu mimi nitalisi hii nyumba. Kwa hiyo picha linaisha, nyumba imekuja kuuzwa na Wile. Au si wangekubeba hapa uondoke nao kama wanakupenda kweli? Uso kama mbuzi wa shughuli. Sasa waambia unawaita mabinti zako. Kwangu mimi ushatangaza vita. Wametangaza vita kabisa.
kabla akijatokea chochote, naomba anza mgawanyo wa mali mapema, sije baadaye mwanangu akakosa haki zake. Si umenielewa ninachosema? Maana vile katuuza wote, mimi baba yake wote tuko humo ndani, afu yeye hatujui yalipo. Lakini usifaraja kwako kwa sababu ulichokitaka afanye mwanao kafanikiwa. Maana pale nilihisi sukari imeshuka. Manake nikawa nawaza sasa hii inakuwaje? Tuondoke tena humu ndani. Ila nikaona kwa sababu ubovu nimeulea mwenyewe, nitafanyaje kwa sababu kimetoka hapa, kimeingia hapa. La kufanya tena nikawa sina, akasema popote tutaenda kuishi na mwanangu, kama Jalalani, kama uchochoroni, potelea mbali. Tutaenda kuishi. Jana tumekubaliana na Wile kuuziana hii nyumba. Kwa hiyo na document hizi hapa. Umelipa shilingi ngapi? Hela ndogo tu, milioni 70. Milioni 70? Wile mwanangu. Jamani, Kesho mnatakiwa muhame. Au leo mnatakiwa muhame ili kesho sisi tuje kuhamia kwenye nyumba yetu. Okay, sawa. Mimi nataka kujua kutoka kwako producer wa hii father ambaye ni Joali Chagula, unampa ama unamweka katika nafasi gani kwenye maisha yako ya hapo duniani? Asilimia nampa zote, kama 100, kama 1000, kama 10,000. Yaani nampa asilimia zote. Kwa nini unampa asilimia zote? Hivi unafanya masiala uitwe na Joali uje kushuti. Wewe unafanya masiala. Kwanza siku ya kwanza tu nilivyoambiwa kama unaenda kushuti kwa Joali, nikasema jamani, Joali yeye nomjua mimi au? Ulikuwa unajua unapigwa? Joali huyu. Kwanza na nilivyofika pale nikawa sijamuona. Nilivyofika pale usine kwake. Lokoma Empire pale. Nikawa sijamuona. Nimeenda kumuonea huko mbele ya safari. Basi nikamwambia kama namchungulia. Yaani mpaka mwenyewe angejua na hisi angecheka. Namchungulia narudi na kuja kukaa. Namchungulia narudi na kuja kukaa. Yaani nilikuwa siamini. Ndio yeye? Ndio yeye kweli? Na shuti naye mimi kweli? Alafu usika alonipa na watu walonipa kweli nacheza nao mimi? Hebu vuta vaa viatu vyangu hapa. Wewe unafanyaje? Kweli ilikuwa kipindi kigumu sana ulipitia, sio? Acha kakaangu. Acha. Naam, leo ukimwona mtu anaisema vibaya Empire Lokoma, huyu mtu wewe unamchukulia hatua gani? Hilo litakuwa jini la saa 7 hilo. Unajua jini la saa 7 kukutana na lochoni lazima ustroke. Wewe unaisemeaje vibaya Lokoma Empire? Unaisemeaje vibaya kwa mfano? Hivi katika tasnia ya sanaa ya filamu wewe unakosaje kumtaja Joali? Katika tasnia hii unamtoaje Joali kwa mfano? Huwezi kumtoa kwa sababu Joali katika tasnia ya sanaa ni dude kubwa. Mimi nilikuwa namwangalia yule, yani kakaangu, nikwambie nini, kifua chako kidogo. Yani wewe acha. Yani napenda kuigiza vibaya mno. Eti leo nishakuwa Devu la Alimanga ndo nakuja kuonekana kwenye nini? Kwenye uigizaji. Devu za Alimanga. Devu za Alimanga. Sisi zimechoka. Sio yani ni ndevu za Alimanga. Manga si kwa ndevu. Maka kuna manga na Mwarabu ujue. Ushasikia. Ukisikia ndevu za Alimanga ujue huyo tayari na ushangu kiapua. Kwa hiyo manga mtu alochoka. Mwarabu mtu anaye kwenye mafuta yake. Wewe mama una maneno. Unatokea wapi? Na Kavingunguti kichanga chui. Ndio maana. Kwa hiyo huko kichanga chui huko Vingunguti watu hawapumui sasa kwa sababu yule ndevu manga leo anaonekana kwenye TV. Yaani natakaje? Yaani nikitoka hapa hii. Yaani hapa ninavyotoka. Yaani mtaa mzima wote naenda kuhamasisha. Azam Max. Azam Max? Jamani Azam Max 2000 tu. Jamani Azam Max nani hana bando? Yaani nitajimeke 2002 mpaka movie inaruka tayari nimeshapata hela ya wifi.
Sasa hivi wifi sina nyumbani. Ila mpaka movie inaruka, nishafunga wifi na kila mtu namuunga. Kwa lile balaa ulilofanya mle ndani. Balaa, yani wanione. Jinsi nilivyopiga mwingi mle ndani. Acha. Nimeupiga mwingi. Bwana, mle umesumbua. Okay, mimi kwenye ile movie nilikaa nimekunywa maji nimetulia. Nimekuona. Nikana muona Bichao kwa mbali. Umeona? Yaani nilikuwa nikitoka pale kwenye kushuti. Nikirudi nyumbani. Yaani roho yangu nyeupe kama sanda ya tajiri, yaani nyeupe. Sanda ya tajiri. Nikikaa yani mimi nawaza tu kweli mimi nimeenda kushuti. Bado siku ya pili yake nimeambiwa rudi, mbona nimeamka saa 10. Saa 10 alfajiri. Ya sasa kumbe. Wewe kuja kushuti kwa Johari unafanya masiara? 10 alfajiri nimeamka. Nasubiria saa 1. Mimi saa 1 nishafika Nanset. Okay. Saa 1 tu nishaingia hapa. Wamechelewa wao, lakini mimi wamenikuta wajuzi. Kupitia filamu ya Father ambayo inakwenda kusumbua, inaenda kuwa gumzo hapa nchini Tanzania na hata nchi za jirani, filamu ya Father. Wewe unaiona wapi kesho yako kupitia talanta Mungu aliyokujalia sana? Yaani kupitia hii filamu ya Father najiona mbali sana. Kwa hilo kama Empire, acha kabisa. Najiona niko mbali sana. Sana. Hivyo uliwahi kukaa ukajiona kama una ubichao hivi? Sijawahi kujiona. Labda kama watu wananiona nina ubichao. Lakini ubichao mimi nilikuwa nampenda sana. Sana. Nilikuwa namwangalia yule mimi toka msichana enzi yake na Small. Enzi yake yeye na mzee Small, marehemu mzee Small. Mungu amrehemu. Nilikuwa namwangalia mimi. Sasa naona kama unakwenda kuvaa viatu vyake. Navaa viatu vyake Kabisa, tunavitoa kabatini, tunavifuta vumbi na vivami. Bwana niache basi ninatui jikoni. Niache ninatui jikoni ndugu yangu. Yaani nimefly vipi? Kunikompea na Bichao? Haya. Acha. Kumbe Kiingereza unajua? Kidogo najua. Kidogo lakini. Kiingereza changu cha kulewa lakini. Sio kama ninajua ukaja kuniongelesha hapa. Okay. Usinitafutie kusi na mzaluba ujao. Sitaki. Kwa mpaka upige vyombo. Mwenzangu. Bana hapo usije ukanianzia yes no, bure siwezi. Okay. Naam, hii ni story tu tulikuwa tunapiga kidogo na mama ambaye ni Kabura, alicheza kama mamake Nawire katika filamu matata kabisa ambayo itakwenda kukupa elimu na utafarijika na utaijenga taswira mpya ya jamii yako. Hakika tulimisi ujumbe katika matelevisheni, sasa tunakwenda kuuishi ujumbe katika televisheni. Hii sio ya kukosa. Ifuatilie kupitia Azam Max kwa gharama ndogo tu ya shilingi 2,000 za Kitanzania. Pakua hapo yako kwenye simu yako, pakua Father, ikumbatie iwe yako. Na una chochote cha kumaliza ama niende kwa buriani? Na mimi naishi humo unapoishi wewe. Wapakue tu Azam Max, waende wakaiangalie Father kwa gharama 2,000 tu ya Kitanzania. Watanzania wanapoamua lao hawashindwage na jambo. Kabisa. Habari ya sasa ni Father kupitia Azam Max. Yaani mimi mtoto wenyewe ni mmoja tu niliozaa. Utafikiri nimezaa magereza yote matatu ya Tanzania. Kwa sababu gani unanifanyia hivyo? Anioneje mimi huyu? Nionekane mbaya mimi kila siku, si ndio maana yake? Hivi kwa nini unanitengenezea chuki za namna hiyo? Huyu hapa ni dada yake. Ndio. Kumbuka mzee Makweli, huyu sijamzaa mimi. Huyu ana mama yake. Unataka mimi nioneje? Mbona kila siku mwanangu tu? Shida nini? Na watu wangu, bado tuko pamoja tukiangazia ile habari ya mjini. Habari ya mjini kabisa, si kingine bali ni filamu ya Father. Na leo niko na game changer na niko na mkurugenzi wa kampuni kubwa kabisa ambaye imeleta mapinduzi ya kiofisi hapa nchini. Si mwingine Mr. CK. Karibu katika story na mimi hapa. Asante. Karibu. Asante ndugu yangu. Mambo vipi? Tunapambana. Shukuru Mungu. Unapambana, unafanya? Watu washafanya. Bali niliwahi kukwambiaga kwamba wewe ni game changer.
ukapinga na bado naendelea kuongea na watu pia wanapinga, lakini inakwenda sasa kujidhihirisha huko. Hebu niambie, kwa nini father? Huwezi ukawa mtoto bila baba, na huwezi ukazalika bila baba, na ndio maana hata tukiangalia vitabu hata vya Mwanzo, Adamu ndo alianza. Okay. Ndo pakaja mama, ndo pakaja mtoto. Ndio maana sisi kama Empalokoma tumaletea father, baba, tata. Okay. Tata hiyo lugha ya kwenu. Si ndio? Inaitwa elonganye. Elonganye. Okay. Leo nataka kujua unatumia njia gani ama unafanya alternative gani kupata story? Story zipo na wengi washacheza, lakini nategemeana na nyakati na kuzipata. Huwa kuna kuja waandishi wanakuja, tunakaa tunaangalia story nafaa. Tuna story nyingi, lakini inategemeana na nyakati. Nyingi tunazo nzuri, na kitu ambacho zaidi sana tunakipendea hadi kwa sasa hivi kwa hii miaka ni jinsi gani ya kuwapa watu elimu, sio entertainment. Kuwapa watu elimu ambao waone maisha ambao watu wako nayo ndani. Hiyo ndio future plan yangu. Okay. Kwa hiyo unataka kuniambia story ya father ni maisha halisi ya Mtanzania? Kwa 80% hiyo ipo, ni Utanzania humo ndani. Okay. Kwa sababu uongo, na vijana wengi ambao wako wanasubiri mzee alete. Sasa na sio mzee kumletea mzee matatizo, retirement. Wanasubiri retirement ya mzee. Mzee bana au mnaita dingi bana. Yaani anaendekeza starehe na baadhi zilivyokuwa nyingi. So leo wewe nimekununulia, kesho mwingine anafanyaje? Unatakiwa mnunulie. Sasa ile inamfanya hadi aende akafanya kwenye maisha mengine. Ni 1% ya story ya vijana wengi ambao wanatakiwa waone, wajifunze katika kupitia story hii. Okay. Ulipata wakati gani kwenye kuchagua wahusika wa matukio ambayo yameandikwa na mtunzi kwenye story ya father? Ilikuwa ugumu kiasi gani kuselect? Niseme mimi au niseme sisi kama Empalokoma tunaga na kitu kimoja ambao kinatusaidia sana, na huwa kinatupatiaga changamoto sana hadi uone kama tumekuchezesha kitu ambacho tumerumbana muda ofisini, tumerumbana sana. Hata kama mimi sipo napigiwa simu, msanii fulani, tunaangalia msanii huyu akicheza pale anatupa impact gani, huyu sisi tutampa impact gani, kwa sababu lazima tubakize alama katika kazi. Okay. Na hata kipindi amechagua cast, nilikuwa sipo, napigiwa simu naambiwa okay, huyo mpitisha, huyo hapana, huyo mpitishe, huyo hapana, huyo hivi na hivi, na wamedeliver tulichokitegemea, na hadi najivunia kuwa na baba katika hii kazi, kwa sababu ni kazi ambayo imebeba uhalisia wa baba mvumilivu, baba mpenda familia, na mzee mwenyewe aliyecheza ile sehemu hajaikosea, kafanya maisha yale. Okay. Na mwanae kafanya maisha yale, na mama kafanya maisha yale. Kwa 1% nazowapa za kwangu, lakini tunasubiri mashabiki wetu wende wakaangalie na waone, naamini watatamani kingine na kingine. Filamu ya father tokea uchukuaji wake wa picha location ilikuwa ni gumzo.
au kununiwa na mastaa waliokosa nafasi ya kupenetrate katika mswada huu? Sisi kwa kusema huwa hata tupigie simu tunaangalia huyo sio wakati wake, huyu tunampa kazi nyingine. Hata inaweza kapita mwaka lakini bado tunakufikiria huyu na kazi yake fulani, kwa sababu story tupo nazo nyingi ambazo zipo ambazo zinaangalia hata kama zenzi kama uhitaji tunaenda kuangalia kwenye Bible yetu tunaangalia tushafanya naye kazi nyingi, alitupa nini? Tumwache kwanza, tucheze kwanza na mtu mwingine kwanza. So haikutupa ugumu, hata unaweza kupiga simu, bwana nahitaji kazi, nafanya hivi na hivi. Hapana, cha msingi hao ndo wamedeserve na ndo wametupatia kitu kizuri katika hii kazi. So waseme watakachokisema, end of the day sisi tunajali kwanza ule aliye perform kwa ile, na wewe ukija na ya kwako, ukiletewa ya kwako na wewe mzidi ule mwingine. Uliwahi kuchukia kuwa mkurugenzi wa Empire Lokoma? Shafika, lakini kwa sababu kazi ina changamoto nyingi, inakupa ukubwa mwingi, unazeeka mapema, kwa sababu ni kazi ambayo unawaza vitu vingi ambavyo unatakiwa uwaze, hii kazi yangu itafikaje kwa watu 100 au 1000 au milioni 100. Sasa lazima utumie akili kubwa sana, sio kuproduce tu, au sio kufanya kazi, au sio kuweka hela tu. Ni kitu unatakiwa unapoweka hela, ile kazi watu wataipokeaje na italiwa wapi? Yaani mambo mengi sana. Unazungumziaje platform ya Azam Max? Maana nikiangalia further quality yake, facilities zake, I think lot of investment. Mimi niseme I say tunasemaga bakokende bako zonga. Hii shughuli nyingine. Hii ni shughuli nyingine. Watu waje. Watu waje wapate kitu, waone kitu mzuri, kitu cha bie. Unasemaga mimi siongea hata Kikongo. Kitu ya mzuri. Wapate kitu ya mzuri, kitu ya bie. Okay, kwa nini sio Burundi au Rwanda ikawa Tanzania? Obvious, mimi mwenyewe nasemaga kuna sekta ambazo zipo na filamu. Rwanda wanafanya filamu, lakini lugha ya biashara, Kiswahili ni lugha ya biashara, na watu waliokuwa na Kiswahili fasaha ni Watanzania. Wengine wote wanaiga Kiswahili, lakini Watanzania na Kiswahili ambao mtu mwingine akitamani kukiongea. Kuna kipindi kimoja nipo New York pale, kuna watu zaidi wanasema wazungu, lakini ni white. So akanambia alikuwa amevaa Kimasai. Nikamwambia mimi ni Mkongo, akanambia mbona unaongea Kiswahili kama cha Kitanzania? Nikamwambia hapana, mimi ni Mkongo. Hapana, mimi napenda Watanzania. Anaongea Kiswahili cha Kitanzania. Sasa nikasema Kiswahili cha Kitanzania ni worldwide. Ni lugha kama inaweza kuwa naweza nikasema 3 yani ya 5. Kwa Kiafrika inaweza kuwa ya kwanza ambayo inazunguka. So na ndo anajivunia hiyo lugha ya Kiswahili.